kwanza wewe unafikiriaje kwamba katika mji mzima, kwenye hoteli zote, katika lodge zote, sijui kwenye watu wote, nyumbani mwa watu, kila mahali, palikosekana nafasi ya watu wawili. Watu hawa wawili wanakuambia ya kwamba katika mji mzima, kusema Yesu aende azaliwe kwenye ori la ng'ombe, aende azaliwe kwenye zizi la ng'ombe, aende azaliwe mahali pa kuzaraulika, aende azaliwe mahali ambapo wewe hawezi kutamani hata umzalie mwanao. Vyuma vilikuwa vimekosekana kweli? Wewe unafikiri mji mzima, hoteli, lodge, sijui nini, mahali pengine palikuwa pamejaa? Hivi unafikiri ya kwamba angalau nyuma ya Yusufu na Maria hakuna wale ambao wengine walikuja na baada wakapata mahali pa kulala kwa siku hiyo? Huwe tunajitahidi angalau kufikiria. Sio hivyo, lakini ni kwa sababu Yesu alikuja kutimiza maandiko. Kama jinsi maandiko yalikuwa yamepangiliwa, kama jinsi Mungu alikuwa amemwandaa ya kwamba utazaliwa mahali pa kuzarauliwa, utazaliwa kama mwanadamu wa kawaida, ili watu wasikutambue, lakini watakutambua kwa matendo yako. Petro alimtambua kwa matendo yake. Walimwambia Petro, hata kutembea kwako, hata kuongea kwako, hata kutikisika kwako, hata kugeuka, sijui kuinama, sijui kutizama, bado nao ni mmoja wao. Kwa hiyo hata wao uende mbele, sijui rudi nyuma, uende kule, uende east west, bado wewe ni mwanafunzi wake. Walimtambua. Na ndiyo sababu Mungu hakuona hata umuhimu wa Yesu kuzaliwa kwenye hoteli za kifahari, sijui 5 star. Hapana, aliona ya kwamba haina muhimu zaidi, hakuna chochote ambacho kitabadilisha, bali watakuja kumtambua kwa matendo yake, na ndipo wataona ya kwamba yeye ni mfalme wa dunia. Yeye ni mfalme wa dunia. Mpaka leo hii hakujawa mwingine kama yeye. Nani alishakuwa na sifa kama za Yesu, ambaye bado anaongelewa dunia nzima? Yani dunia nzima kwa siku ya leo wako wanamuongea. Ni yeye tu ambaye sijui Merry Christmas. Unafikiria kwamba Merry Christmas ni siku ya babako kuzaliwa? Hata na walevi kwa muda huu bado wako wanasema Merry Christmas. Hata wachawi wanasema Merry Christmas. Hata wazizi